maisha yako kujitegemea. Niko kwa ajili ya kusikiliza ukisema kukabili. Tafadhali, unaweza kunieleza? Asante kwa kufahamu mwanasheria. Lakini mimi sihitaji mtu na wala sijaomba mtu akunitetea. Nashukuru sana kwa kujali. Asante. Pole sana. Najua umeshakata tamaa. Jua hiki kitu kilichotokea juu yako. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kusikiliza na kusimamia kesi yako. Kiongozi wangu ameniagiza naweza kufika hapa. Tafadhali, naomba ushirikiano wako. Siko nafanya kazi. Hivyo tafadhali, naomba ushirikiano. Dada, unielewe ninachokwambia? Nimesema asante. Mimi sihitaji kutetewa na mtu yoyote. Hii kesi imenikamata. Umenishika pabaya. Sidhani mwanasheria gani yote ambaye anaweza kunitetea mimi nikatoka. Siwezi. Hebu naomba mniache. Niache. Tafadhali, samehe. Naomba ukae. Nataka kuhama. Tafadhali, naomba uniambie. Nini kilitokea siku? Mimi niko hapa kwa ajili yako. Ili kukutetea wewe. Labda unielewe. Unielewe. Sihitaji kutetewa. Mimi nishazoea maisha hapa jela. Sihitaji kutetewa, nishazoea maisha hapa jela. Acha niteseke. Acha niteseke. Hapana. Mimi najua kabisa. Hii swala la Mungu wako. Na mimi niko kwa ajili yako. Tafadhali naomba uniambie nini kilitokea. Naomba tafadhali. Niko hapa kwa ajili yako. Okay, sawa. Nakumbuka ilikuwa siku ya Ijumaa. Ni siku ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu yote. Ni siku ambayo najutia mpaka leo. Nilikuwa najiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Kupata habari mtaani. Sasa mimi ni mwanahabari. Ndipo nikapigiwa simu na mjomba wangu. Mjomba, vipi hali? Salama, habari za huko? Safi, kwema. Kwema mjomba. Niambie. Mjomba vipi? Utakuwa uko nyumbani?
Nipo nyumbani lakini tunajiandaa kwa kazini. Yes. Sawa. Niambie mjomba. Mjomba samani. Nilikuwa naomba kidogo. Bila shaka. Nakusikiliza. Mjomba nilikuwa na mgeni wangu. Sasa nilikuwa naomba uniachie funguo hapo nyumbani. Basi sawa, ni nani Jackie? Jackie ni mkoo. Haya bwana, haina shida ndugu, nifanya hivyo, haina shida. Mjomba bwana umecheka mjomba. Nimefurahi. Nashukuru sana mjomba wangu. Kwa inawezekana? Sawa, sasa fanya hivi. Kwa sababu mimi naondoka hapa, tunaenda zangu kazini. Utaikuta funguo kwa yule dada ambaye tunaikanga pale. Huyo jirani yetu. Mjomba basi nashukuru. Japo asubuhi nilitoka tu kukuona nikoenda. Usijali. Unajua tena asubuhi lazima nifanye mazoezi kwanza kidogo. Mjomba basi nikutakia tu kazi njema kuna kwenda. Basi sawa, haina shida. Mjomba wangu nashukuru sana. Baadaye utamsalimia sana, najua sitomkuta wewe. Kweli nitamsalimia. Poa bwana. Poa. Haya. Asubuhi. Nzuri kaka, habari za kuamka? Safi, kwema. Kwema. Ana kumekucha. Kumekucha kakaangu. Fanya usafi. Ndio, niko kufanya usafi, majukumu ya kila siku haya. Sawa, na mimi ndo nataka niondoke kwenda kazini. Hamna shida. Naomba nipokelee funguo yangu hii. Ila mjomba wangu Chris atakuja. Mimi nipo, atanikuta. Atakuja kuchukua funguo tampa. Hamna shida. Asante. Haya kaka, wewe na siku njema. Na wewe majukumu mema. Asante. Karibu Chris. Asante mama. Shikamoo. Marhaba, habari za kwako? Nzuri, habari ya kazi? Salama za mihangaiko? Nzuri mamangu. Karibu sana. Asante. Mama samani. Nilikuwa naomba unisaidie funguo. Hamna shida, ngoja nikakuchukulie ndani. Asante. Asante. Mpenzi wangu Jackie. Kipenzi. Karibu sana. Asante sana.
Nikukumbuka sana mpenzi wangu. Kweli? Kweli Jackie. Nikukumbuka pia. Unajua kipindi chote cha likizo nimepata hukumu sana. Kweli mpenzi? Nilikuwa najisikia mpweke. Jamani. Nilikuwa najiona mkiwa. Yatima sio kuwa na msaada wote. Kweli? Kwa sababu nishakuzoea, tushazoeana. Je, ungetaka kuiona? Ndio. Uongo. Kweli. Ombea kuoga. We. Yangu hii Chris. Ya kwako. Sio mtu mwingine. Chris. Eh? Wait. What? Iyo. Chris, yangu hii. Ya kwako. Kwani unafanya yote hivi? Nafanya yote kwa sababu nakupenda. Kweli? Na huu ni wajibu wangu. Asante sana. Sawa. Usijali. Asante sana kwa kunijali mimi. Sawa.
Nitie? Ni ya kwako. Kweli? Yeah. Asante. Usijali mpenzi wangu Jacqueline. Nafanya haya yote ili uwe na furaha. Na ulivyoniambia kwamba umeibiwa ile simu ni sasa nifanye haraka ili unapoenda chuoni uende na simu kubwa. Jamani. Asante sana mpenzi wangu. Kwa kunijali mimi. Sawa. Basi tufanye kitu kimoja. Tutoe zile line kwenye simu yako ndogo. Tuweke humu. Ili uwepo hewani. Nadhani uliniambia kwamba simu yako imezima chaji. Si ndio? Ndio mpenzi. Hebu tufanye hivyo. Yes, nisaidie kufungua. Na chaji. Asante. Imewaka sasa. Mwa. Jamani. Wewe. Napenda sana mchezo wangu. Napati. Wana meseji kwa wingi zimeanza kutiririka kama zote. Nadhani hata wazazi pia wanataka kujua kama umefika salama. Marafiki zako chuo pia. Ndio. Safi sana uko. Nimefurahi. Nasikia amani. Nasikia amani sana. Mpenzi. Chris. Kipenzi changu. Niambie. Jackie. Abe. Niambie mpenzi. Hii message inafuata nini huko? Message. Wewe nani? Hebu naomba usijaribu kunichukunua wala kunijaribu. Nakuuliza tena, huyo ni nani? Mimi simjui mpenzi. Humjui? Ndiyo Chris, simjui. Jackie unanichukuliaje? Simjui. Kwanza usicheke. Nimekuuliza, huyo ni nani? Simjui. Achana. Humjui? Humjui? Humfahamu? Achana. Sikiliza. Acha. Humfahamu? Simfahamu, wote tumfahamu, si ndio? Sasa nataka umpigie ili tumjue ni nani. Achana. Haya, naomba piga haraka. Piga. Achana naye kipenzi. Achana naye. Simjui. Simjui. Jackie, naomba piga. Simjui. Piga hiyo simu. Mimi simjui. Piga hiyo simu. Achana naye mpenzi. Achana naye. Achana naye. Kipenzi. Nakuuliza kwa mara ya mwisho. Uniamini. Aliyekutumia message nani? Mimi simjui. Umjui. Sasa nataka nimpigie. Uniamini. Hebu niache. Niache. Usinipuse. Achana naye mpenzi wangu. Mimi simjui. Kipenzi. Achana naye. Hebu subiri basi. Mbona uko na haraka? Si umesema umjui? Tuongee mpenzi. Umesema umjui. Tuongee nini? Achana naye. Mimi simjui kweli. Maana uniamini. Uniamini. Nakuamini sana. Achana naye. Okay. Nakuomba. Sikiliza basi. Na mimi nakuomba kitu kimoja. Kwa sababu unaniamini na kuamini tunaaminiana, si ndio? Basi tutaka kumjua huyu mtu. Mimi nataka tumpigie basi. Uwe na amani. Please. Hebu tulie basi Jackie. Please. Naomba tulie basi. Hello, kipenzi, hujambo? Mpenzi. Mimi mpenzi wako mimi. Ndio, ulifika salama chuo?
Kweli nani? Oh, samani, umetumia namba ngeni. Mimi ni Uncle Tem. Nachotaka kusema asante kwa penzi lako tamu ulionipa jana kabla ya kuondoka. Na kuahidi nitatekeleza niliyokuahidi, na la kwanza tayari na nimesha kutumia kwenye akaunti yako kiasi cha 500 nilichoomba. Unanichukuliaje wewe? Naomba uniamini. Mimi simjui mpenzi wangu. Nakuuliza Jack, unanichukuliaje mimi? Unanisaliti? Hapana. Nakuuliza unanisaliti? Hapana, Chris. Chris, mimi Yaani mimi nakuuliza, huyo kwenye simu ni nani? Alafu unanijibu mimi tumjui. Jack! Chris. Unanipiga mimi. Ndio! Jack! Kwa nini unafanya hivyo? Nakuuliza kwa nini unafanya hivyo? Wewe! Sikiliza. Tena naomba uamke uondoke. Sikuhitaji hapa nyumbani. Sikuhitaji Jack, sikuhitaji. Kufumba na kufumbua. Nikigeuka. Jack! Moja. Ondoka. Mbili, ondoka. Tatu, Jack, unisikii? Wewe. Jack. Jack. Wewe. Unajitegemea? Unajitegemea? Jack! 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 mwacha mlango wazi rafiki yangu. Jomba. Chris!
Wewe Chris. Chris. Samahani dada, naomba nisaidie mtu. Kuna nini? Naomba msaada wako, nyumbani nimefika nimekuta kuna tatizo. Naomba nisaidie. Basi twende. Twende dada. Sasa. Naendaje? Twende, unaendaje? Twende, naomba unisaidie. Sawa, twende. Dada. Hali ndo kama nilivyoikuta hivi. Nimekuwaje kakaangu? Yaani sielewi. Amekufa huyu? Sema? Ndiyo amekufa. Hili ni tatizo kubwa. Tena kubwa sana. Nachokushauri, piga simu kwa mwenyekiti. Mwenyekiti wa mtaa umpe taarifa. Ni wazo zuri sana dada. Sawa kakaangu. Mungu wako. Tafanyaje kakaangu? Halo? Ndio mwenyekiti. Unaongea na Ndaiga? Ya, nakuomba uje mara moja nyumbani hapa. Kuna tatizo limetokea nyumbani kwangu hapa. Nyumbani kwangu hapa. Sawa, nakusubiri, naomba ufike. Si uko ofisini? Asante sana. Anasema Ndaiga. Naam. Huyu mtu ameshakufa. Na wewe unasema kwamba hauelewi chochote. Na mtu amefia nyumbani kwako. Unafikiri ni tatizo dogo hili? ndio tatizo ni kubwa mwenyekiti. Tatizo ni kubwa, lakini sasa mimi nitafanya nini? Sasa imekuja amekufanya yani wewe ujue uelewi amekufeje Ndaiga? Mjomba. Ndani ya nyumba yako. Alikuwa na mjomba Chris, unamfahamu? Ninamjua. Alitoka nani Dar es Salaam muda si mrefu. Akaniambia kwamba wanasoma naye, sijui yani hata sielewi. Sijui unanielewa. Sasa sikiliza. Mimi najua hapa tayari ushachanganyikiwa. Dada. Mwenyekiti. Sasa cha kufanya hapa hatuna namna nyingine zaidi ya kupiga simu polisi. Tafadhali. Naombeni mje haraka. Ndio. Hapo. Ya. Okay. Asante, nashukuru. Wanakuja. Sawa. Wanakuja. Sawa. Tuwasubirie. Sawa. Pole ndugu yangu Ndaiga. Asante. Ndaiga. Naam. Dada. Mwenyekiti. Hawa ndio askari. Sawa. Mimi afande Mbulu kutoka kituo cha kati. Muongozana na askari zangu.
Kiongozi. Nani mhusika hii nyumba? Daiga. Ndugu Daiga. Naam. Unaweza kanielezea tukio limekuwaje kwaje? Ndiyo afande. Mimi natoka kazini. Nimefika hapa. Nimeingia ndani, nimekutana hali kama hii hapa. Lakini wakati naondoka kazini mimi sikuacha mtu yote, ila baadaye mjomba wangu alinipigia simu ambaye huwa tunaishi naye hapa. Akaniambia kwamba kuna mgeni ambaye atakuja naye. Mgeni mwenyewe ndio huyo hapa kwa sababu ninamfahamu. Sasa sielewi kilichotokea nyuma yake kwa sababu na mimi nilikuwa kazini. Ila sasa ndo nimerudi, nimekuta hali kama hii. Ikabidi nimpigie mjomba wangu simu. Lakini kila nikipiga simu haipatikani. Ndio ikabidi nimfuate jirani. Kaja naye hapa, tukashauriana kwamba tuweze kumpigia mwenyekiti simu. Tukakaa tumempigia mwenyekiti simu. Akawa amefika. Na ndio akanishauri kwamba tuwapigie maaskari simu ambayo ndio yenyewe. Kwa hiyo mimi hicho ndo naweza kujielezea bwana afande. Sijui chochote kingine baada ya hapo. Hebu tunaomba tusaidie nguo hapo mara moja tumfunike. Sawa afande. Tangalu kadogo njamba. Chukueni nguo mfunike mwili. Daiga. Naam afande. Tutaongozana kwenda kituoni kwa ajili ya mahojiano na upelelezi zaidi. Askari, bebeni mwili. Na hivi ndivyo ilikuwa mwanasheria. Pole sana. Asante. Inaonekana mzee kabisa kwa hii kesi haikuhusu, lakini nakuahidi kuwa na wewe bega kwa bega na kuisimamia kesi yako vizuri kadri ninavyoweza. Naomba usikate tamaa. Nahitaji sapoti yako tutakapokuwa mahakamani. Asante. Hivi ni kweli naweza nikatoka tena kurudi tena ulaiani? Inawezekana. Kadri ninavyoweza. Simama. Asante.